ni kwamba baba huwa anakabiliwa na changamoto sana kwa mtoto anapokuwa katika umri wa miaka kati ya 3 na kwenda miaka 6. Hapa mtoto anakuwa na aibu, anaogopa, aidha anaweza akawa sasa anaogopa adhabu za baba, kwamba atanipiga baba au kadhalika namna hii. Anaanza kuonesha ile hisia kwenda kwa mama zaidi kijinsia kuliko baba. Kwa hiyo yeye anasema, huyu mwana saikolojia, ni kwamba hili kuanzia miaka 3 mpaka hapa katika hii initiatives hizi zinamsaidia, hii hatua inamsaidia mtoto kumjenga. Ndio nafasi pekee ya baba ambayo inamfanya mtoto awe anajifunza kuchukua hatua bila ya hofu ya hukumu. Ni kama baba ataplay role yake vizuri. Kwa hiyo kisaikolojia tunamuona baba anayo nafasi kubwa zaidi, anayo nafasi kubwa sana katika kuijenga familia na katika familia zetu pia. Lakini pia ya mwisho kisaikolojia ni kwamba baba si tu mtoaji wa mali. Saikolojia imtizami hivyo, bali baba ni mlezi wa maadili, tena ni mlinzi wa heshima na ni kiongozi wa mustakabali mzima wa familia. Kwa hiyo ni katika eneo la kisaikolojia la baba. Lakini tuende katika eneo la kiimani. Baba huyu pamoja na kutupiwa mishale yote hii katika familia, je, kiimani tunamtizama vipi? Moja katika msomi mkubwa sana katika ulimwengu wa Kiislamu akijulikana kama Ali ibn Abi Talib, yeye anasema kwamba baba ni kiongozi wa familia na ni mlezi wa maadili, lakini vile vile ni mlinzi wa heshima. Ibara imejikamilisha, ametoa nafasi kubwa zaidi katika kumtem baba namna hiyo. Lakini pia mtume wa Mwenyezi Mungu, Mtume Muhammad, yeye naye anasema kwamba baba ni lango la katikati la peponi. Anasema ukitaka ulilinde au ukitaka ulipoteze. Kwa hiyo nafasi ya baba ni nafasi kubwa zaidi katika hata kiimani. Lakini vile vile katika Qur'ani na hata kiinjili imetambua nafasi ya baba pale ilipo mtaja Nabii Ibrahim kama mfano wa baba mcha Mungu, mlezi, na ambaye alikuwa akitoa maombi, akiwaombea maombi mema watoto wake. Kwa Nabii Ibrahim ametambuliwa katika vitabu vya kiimani namna hiyo kama mfano wa baba. Lakini vile vile baba ana jukumu la kuongoza kwa uadilifu, si tu kwa mabavu, na ana wajibu wa kuongoza kwa hekima na huruma, lakini vile vile kwa mawasiliano mazuri baina ya familia. Katika eneo lingine la tatu ambalo tunamaliza nalo ni kwamba eneo la kijamii. Huyu baba tunamtazama vipi katika kijamii? Jamii inatakiwa ipone namna gani juu ya mtizamo wa baba? Sisi tunasema kwamba kijamii, jamii, watu wanatakiwa au jamii inatakiwa iondoshe dhana ya kwamba baba ni mkali. La, baba ni mtetezi baba ni mlinzi, baba ni mtetezi wa amani, si mkali kwa maana ya kwamba ni mtesi. Jamii inatakiwa iondoe dhana kwamba baba ni mkali au ni mtu ambaye hajali. Baba ni mlinzi na si mtesi. Lakini vile vile jamii iweze kutoa nafasi kwamba baba aoneshe upendo wake ndani ya familia, na badala ya kuonekana kama ni mtoa adhabu pekee. Unajua baadhi ya jamii zinamuona kama baba anapatikana zaidi katika eneo la kutoa adhabu peke yake. Hii ni makosa. Lakini vile vile jamii inatakiwa iondoshe kwamba ile ugumu wa kuanzisha mazungumzo ya wazi na baba. Ianzishe kuzungumza mazungumzo ya wazi na baba, watoto waweze kumfikia na waweze kumuelewa na hata kihisia kwa ujumla. Baba anao nafasi kubwa. Ukimwona baba yuko kimya, usiseme huyu baba pengine hana mpango wowote. La, baba ana majukumu. Baba ana majukumu kabisa. Usimuone ni mkali, ni mlinzi. Analinda maadili, analinda mustakabali wako wewe kama mtoto wa jamii inakutegemea baadaye. Kwa hiyo baba tumtizame katika sura ya chanya. Ukimwona baba yuko ameenda ng'ambo, ameenda mbali, anatafuta, baba ni ana jukumu kubwa. Baba akirudi ukiona haongei mara kwa usiseme baba, usimweke katika kundi baya kulingana na uzito wa majukumu ya baba aliyokuwa nayo, bali tuweze kumuombea zaidi baba katika maombezi aliyokuwa ni mema.